Leo naenda kukueleza mbinu zitakazo kusaidia kufanikiwa katika mfungo tiba. Nini ufanye unapokuwa katika mfungo tiba, ama kwa lugha ya Kiingereza tunaita intermittent fasting? Nini ambacho unaweza sasa ukakifanya? Sasa naenda kukupatia tips for success ambazo zitakusaidia wewe kuweza kufanikiwa. Jambo la kwanza, hakikisha kwamba una mtazamo chanya na umeelewa kabisa kwamba mfungo tiba ni nini na namna ambavyo utakusaidia kwenye kuimarisha afya yako. Ukishaelewa, ni rahisi kuzingatia hizi. Naamini ya kwamba Mungu atakuongoza na kila jambo litafanikiwa. Sasa tips ya kwanza, hakikisha unakunywa maji. Kunywa maji tu ya kutosha unapokuwa katika mfungo tiba. Hatukuzuii kunywa maji ya kutosha, na ni vizuri unapokuwa katika utaratibu huu, ile asubuhi unapoamka ianze siku yako kwa kunywa maji ya kutosha. Lakini pia kuwa busy na majukumu yako, yani isije tu ukawa umekaa eti kwa sababu uko kwenye mfungo tiba au fanyi kazi zako umetulia. Hiki kitakufanya uweze kufeli kwenye utaratibu wako. Kwa hiyo endelea na majukumu yako kama kawaida. Jambo jingine, kuwa mvumilivu. Kuna wakati unapokuwa katika mfungo tiba, hasa unapoanza, unaweza kuhisi njaa. Kumbuka kwamba hiyo njaa haiwezi kukaa muda wote. Hiyo njaa itakuja kama unaendelea na majukumu yako, hiyo njaa itatoka. Basi ukiona inazidiwa sana, wewe kunywa tu maji, lakini usile katika kipindi hicho. Lakini pia sio lazima kila mtu umwambie. Kuna watu wanaweza wakakudiscourage, kwambia bwana, mbona hebu kula bwana, lazima ule, kwa nini uvuli masaa yote hayo? Hapana, sio lazima kila mtu umwambie. Unaweza kujiwekea ratiba yako ukaendelea na majukumu yako kama kawaida bila hata kumwambia yeyote ambaye anaweza akakukatisha tamaa. Labda kama ni mtu ambaye mpo pamoja naye ambaye mnatiana nguvu, ila sio lazima kila mtu umwambie, kwa sababu mwingine anaweza kukatisha tamaa. Lakini pia jipe mpango huu kwa muda wa angalau siku 30 za mwanzo. Yaani jipangilie kwamba angalau huu mwezi nitakuwa na mfungo tiba siku hii kwa angalau mwezi mmoja. Jambo jingine, kula chakula sahihi siku zisizo za mfungo. Kuna watu ambao siku ambazo sio za mfungo unakuwa unakula tu chakula chochote. Hapana, jiwekee ratiba kabisa kwamba natakiwa kula chakula gani ambacho ni sahihi kulingana na afya yangu na lengo langu la kuwa kwenye mfungo huu. Lakini pia unapofungua usile kwa kulipiza. Kuna watu ambao anapofungua ndo anakula kabisa chakula kingi. Hapana, unapokuwa kwenye mfungo tiba, unapofungua hakikisha unakula chakula vizuri kama nilivyoeleza kwenye video iliyopita. Kula chakula ambacho ni sahihi kama vile ambavyo ulikuwa hujafunga. Yaani unavyokula kabla ya kufunga, hata unapofungua unatakiwa ule vile vile. Sio kwamba kwa sababu ulifunga ule sana, hapana. Lakini pia ifanye ikae vyema kwenye maisha yako, iwe kama lifestyle. Mpango huu usione kama mateso, ufanye uzoee na uwe kama sehemu ya kuimarisha afya yako kwenye mtindo wako wa maisha. Lakini pia ruksa kutumia baadhi ya chai ambazo zina sukari ambazo zinakusaidia kupunguza appetite, kama vile Super Chopper Detox and Slimming Tea unaweza kuitumia. Wengine wanatumia green tea, unaweza kutumia, lakini note kwamba usiongeze sukari katika chai hizo. Hivyo ni baadhi ya tips chache ambazo zinaweza kukusaidia kufikia malengo yako ya mfungo tiba. Dr. Hope, na afya njema kuanzia hapa.